1:15 says, Yes. every high tower Hebu pea mtu mwingine amepata. Sawa. It says, when you spread out your hands, always ukiona pasa yoyote akianza kuomba mkono juu. Bwana Yesu asifiwe. So the Bible is aware of your character of pastors. When it says, when you spread out your hands, wakati umeinua mikono yako kwa maombi, I will hide my eyes. Mungu atafichua uso wake. Even though you make many prayers, hata kama utaomba maombi mengi, I will not hear. Mungu hatasikia. Your hands are full of blood. Kama tabia zako ni mbaya, wash yourself. Make yourself clean. Wash yourself and make yourself clean. Put away the evil. Sikia sasa, hizo ndio vitu ambaye Mungu anataka tufanye. Ndio maana asubuhi wenye walikuwa hapa nilisema, wacha kuomba Mungu kama una kazi. Usikuja hapa kuomba Mungu akupe kazi. That is not your duty. You are really misbehaving. Una karakta. Ni kana kwamba wapi mtoto mdogo. Unaona mtoto mwenye amefungua hii kitambaa. Huyu mtoto ajui atakula nini lunch. Nani anajua atakula nini? Wazazi. Mungu wetu anatujua. Anajua mipango mema ako nayo juu yetu. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu sisi ni watu wa kulazimisha. That's why we don't get soma. Chapter 16 says, wash yourself. Make yourselves clean. Ujioshe. Put away the evil of your doing. Kuna vitu zingine hata ukiwa kwa kanisa unapanga. Kuna watu hapa mtu ungekuwa nyumbani anapanda tu maragu hivi, jirani yako na shida. Put away the evils of your doing. Kidogo tu. Kuna watu anapanda tu maragu hivi, mwenye kuna kuku anakuwa. Na Mungu anataka, imagine Douglas amepanda maragwe na ana fence. Na wakati atakuwa tuna shida na mgeni, ile kuku ulikuwa unapiga kwa maragwe yako. Nani? Uko na mgeni, si unipe kuku. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anajua mimi kama naenda kulima shamba yangu na pita yake. Mapema shalima yake. Tabia. Mungu anataka tabia. Mtu ambaye anapenda mwingine anakuja anamwambia, Sano, nilikuwa na pesa nyingine na nilikuwa nataka kulima shamba langu. Na unajua nikilima utapita. Si wewe unapanga kulima nini? Sijapata pesa lakini nitapata siku fulani. Sawa. Kwanza ile shamba yako ni kidogo. Acha niongee na huyu mtu wangu akulimie ndio alime yangu. Upendo ndio Mungu anataka. Tabia. Sio unalima ndio usipate mahali pa kupita. Tabia ndio itafanya ukome kwa hiyo shida. Soma. Put away the evils of your doings. Mipango hizo mabaya umepanga, weka kando. From before my eyes. Kuna mtu akiona mtoto wa mwingine amenunua gari, kuisha. Ataona wewe anapita. Akiona umenunua nguo, umenunua kiatu. Sijui hiyo kiatu ndio inafanya siku hizo uko juu. Sijui mtoto wako mwenye anasoma ndio maana yaani hiyo kitu ambayo unafanya hiyo ndio shida yake. Tabia. Afadhali Mungu kubali tukue na watu 5 kwa kanisa badala ya kukua na watu wengi ambaye tukitembea. I'm sorry. Sijadharau hizi pesa. Naona mapastors wamedharau. Sababu mimi nilifanya wapi? Wanaweka pesa hivi. Imagine sasa hivi ndio tuko hapa. Kuna mtu hapa ana pesa. Na anatembea juu ya pesa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unatembea juu ya pesa. Do you know pesa is a spirit? Mtu amestruggle, ametafuta pesa, ameleta. Kuna mtu sahihi
anangoja, anasurvive, ako na 20 bob, ako kwa nyumba amepanga, anaenda kununua mandazi ngapi na kunywa na maji. Tabia dharau tu pesa. And I'm telling you, your time is coming ambaye mjukuu wa ng'ang'a lazima atalala because of that. Mungu ajui. Kwani unafikiri, by the way, being a pastor is not something special. Mimi nasema pastor ni kama prefect in the school. Prefect amepewa tu mamlaka ya kuandika jina la mwenye anapiga kelele, hata yeye anapiga kelele. Amepewa mamlaka ya kupeana watu kazi, lakini mtihani kikuja, kila mtu anafanya mtihani mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Pastor ni kama tu prefect. Ukipewa na mamlaka kuongoza watu, usitumie hiyo nafasi kufikiria wewe Mungu anakupenda kuliko wengine. Unatembea juu hii pesa ya mtu. Mtu alitoa pesa, kuna mwingine ametoa, ana na wewe unatembea juu ya pesa yake. You know, money is a spirit. Pesa is a spirit. Pesa ikiamua kukufuata, ukifika hapa unapigiwa simu, kuja. Ukifika hapa kuja. Na pesa ikikukataa, hata ukienda kufanyia mtu kazi anakuambia hujafanya vizuri, usiporudia sinipi. Spirit. If we cannot change our character, we need not to waste time. Ndio maana nilisema afadhali tukue watu 5 kwa kanisa ambaye wanaheshimu na wanapendana. Bwana Yesu asifiwe. After all, mimi nasema hakuna siku nitachukua hii microphone na hizi na speaker naenda pale kwa gate naomba. Nani amekwambia wenye wanapita waona hajui Mungu? Nani amekwambia? Unaweza kuwa uko kwa gari, unaenda kwa gari, unaenda kuombea watu. Nani amekwambia wenye wako kwa gari hawajui Mungu? Nani amekwambia? Unaenda kwa soko, unatembea ukiombea watu. Nani amekwambia watu hawajui Mungu? Mnaharibu jina la Yesu Kristo. Ni kana kwamba hii neno la Yesu ni aina bei. So, the word of God is very expensive. It's very valuable. And inafaa wengi ukuje kunitafuta, si mimi nakutafuta. Soma, na nitakusomea hapa. It says, cease to do the evil. Cease to do the evil. This means stop sinning. Bwana Yesu asifiwe. Learn to do good. Learn to do good. Seek justice. Seek justice. Justice inamaanisha Douglas ni Mkikuyu, lakini Lawrence ni Mjaluo. Na kwa sababu Amaluo Lawrence Saluo, sasa tuna frustrate you. No. We need to have justice. Mimi kuna wakati nilikuwa nafanya na kazi, lakini nilikuwa nafanya kitu. Kama watu wako excess, nilikuwa naandika yes, no, na narusha. Ukikota, nenda. Usipokota, enda nyumbani. Na nitaangalia, utaona kuna kijana mwingine kila wakati alikuwa anaokota no. Watu wakianza kazi, unajua leo nasema unataka watu 10 na watu wamekuja watu 18. Leo umeandika ukirusha yeye anaokota no. Tena kesho ukikuja ukirusha anaokota no. Kumbuka na yako pia. So mimi nilisema hapana. Kwanza wenye wakufanya watu 8 nyinyi mko kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unaandika tena kwa watu 8 unataka yes no, unarusha. Unaangalia mwenye hajapata. We must practice justice. Justice itatusaidia. Lakini kama tumeng'ang'ana tuna maombi, sisi kazi yetu ni maombi, we are not going far. Bwana Yesu asifiwe. Atuende mbali. Anipenda